Dereva bodaboda anayefahamika kwa jina la Oscar Male mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kata ya Rotia, wilaya ya Karatu, mkoani Arusha, inadaiwa akiwa anadai nauli ya shilingi 1000 kwa mteja wake aliyempeleka kwenye nyumba ya kulala wageni maarufu kama guest, amevunjwa shingo na kufariki dunia baada ya kuwepo kwa mvutano uliohusiana na malipo ya nauli hiyo wilayani humo. Familia ya marehemu ikizungumza na Gadi TV imesema kuwa Mei 27 mwaka 2025 walipokea taarifa ya kifo cha ndugu yao ikidai kuwa amekutwa amejinyonga kwenye chumba cha mlinzi wa nyumba ya kulala wageni alipokuwa amemfikisha mteja wake usiku wa Mei 26 mwaka 2025. Aidha, familia hiyo imeeleza kuwa baada ya kufuatilia tukio hilo kiundani, ikiwemo kuupima mwili wa marehemu, wamegundua kuwa ndugu yao alishambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake hadi umauti na hatimaye kuvishwa kipisi cha kamba shingoni mwake ili kupoteza ushahidi wa tukio hilo la mauaji. Gadi TV tunaendelea na juhudi za kulitafuta jeshi la polisi mkoa wa Arusha ili tuweze kufahamu hatua zilizochukuliwa kuhusiana na tukio hilo. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Saa 5 usiku mdogo wangu alimchukua abiria stendi ya Manyara Kiboni na kumpeleka loji ya Agrobafra. Alipofika loji, huyo mteja aliingia ndani akamwambia mdogo wangu marehemu, akamwambia kuja nikalete hela kwa rafiki yake wa kiume. Huyo mama baada ya kuingia ndani kapita kama dakika 20 akawa hatoki. Mdogo wangu akaamua kuondoka kwamba huyu mama namfahamu, hata kesho naweza nikachukua hela yangu. Baada ya kuondoka mdogo wangu hapo akarudi stendi ya Manyara kwa bodaboda wenzake, kwa madereva wenzake, akawaambia, jamani, kama kuna mtu atabahatika kwenda kumchukua mama Magi ambaye ndo abiria yake aliyempeleka saa 5, kama kuna mtu atafanikiwa kwenda kumchukua, anichukulie na mimi hela yangu shilingi 1000. Basi mdogo wangu akawaaga akaenda nyumbani kulala. Saa 10 alfajiri akaamka tena akafika stendi. Alipofika stendi akamwona huyo mama akawa amepakiwa na dereva toyo mwingine, wako wawili muda huo, yeye na huyo rafiki yake wa kiume. Akawapeleka hiyo guest inayoitwa Agrobafra aliyokuwa amewapeleka yeye saa hiyo saa 5 usiku. Alivyowaona yeye akawasha pikipiki yake akawafuata kwa nyuma. Alivyowafuata kwa nyuma, wakati anafika sehemu ya getini hapo Agrobafra, alipofika wao wameshaingia tena ndani. Na huyo aliyowapeleka pia walimwambia tutakulipa kesho, hawajamlipa. Akaondoka akampa taarifa huyo mdogo wangu kwamba mimi mwenyewe sijalipwa, wameniambia atanilipa kesho. Kwa hiyo huyo aliyowapeleka mara pili naye akaondoka. Basi yeye akamwambia mlinzi, naomba niingie ndani nichukue hela yangu. Mlinzi akawa anamkatalia. Wakati yeye na mlinzi wanazozana, kuna dereva mwingine naye alifika hapo. Akawa anasikia mazungumzo yao kwamba mimi nataka hela yangu, na mlinzi anamwambia sasa hizi hauingii getini. Sasa kuna mavutano kati ya mdogo wangu na mlinzi. Sauti huyo dereva aliyekuwa huko ndani akamwambia mwache aje achukue hela yake. Akaingia ndani. Alivyoingia ndani hakutoka. Kilichotufuata baada ya mdogo wangu kuingia ndani ni mlinzi kutoka na simu ndani na kuja kuchukua pikipiki ya marehemu. Na baada ya kuchukua pikipiki ya marehemu akaulizwa, kwa nini unachukua pikipiki, unapeleka wapi? Akamwambia huyo dereva aliyekuwa amemfuata Oscar, akamwambia nisubirie hapo, na wewe nisubirie hapo nakuja. Basi huyo dereva alivyoambia hivyo akanaye akaondoka akakimbia. Alivyotoka hapo akaenda kulala. Hakuenda kutoa taarifa tena. Basi asubuhi mida saa 1 ndo mdogo wangu mwingine anaitwa Justin akapigiwa simu kwamba mdogo wako amefariki, yuko hapa Agrobafra. Alipofika hapo akauliza, vipi jamani, kulikoni? Akaambia mdogo wako amejinyonga. Mliza anamwambia mdogo wako alikuja hapa saa 11 akawa naomba sehemu ya kupumzika. Nikamwambia apumzike chumbani kwangu na akaweka pikipiki yake hapo. Kwa hiyo yeye alivofika, mliza anavodai yeye alivyomaliza lindo, alivyofika chumbani kwake akakuta amejinyonga. Akaja nyumba mliza akasema nikakata kamba nikajua yuko hai. Lakini mazingira ya ndani ya chumba cha mlinzi ni mazingira ambayo kuna kitanda na kuna juu ya kitanda kuna kiti. Yaani ile distance ya kamba iliyokatwa na sehemu kiti ilivyo ni kama mita 2 nadhani. Sasa
ile hiyo distance ya mita 2 na kiti ilipo ilikuwa sio sehemu ya mtu kujinyonga, yani sema mtu kundinginia, yani kwamba akisimama anaweza akafikia hiyo kamba. Baada ya hapo sasa huyo mdogo wangu aliyepigiwa simu, alipofika hapo ndo akaambia mdogo wako amejinyonga. Akaambia sasa, akawa kuna madrivato wengine hapo, huyo aliyekuwepo saa 11 akawa anamuuliza, vipi, mbona jana ulikuwa huko na Oscar na imekuaje kwa hivi? Ndio huyo drivato mwingine alivyoeleza. Baada ya hapo mwili ukachukuliwa ukapelekwa hospitali ya Dabali Karatu, au huyo mlizi na huyo mama huyo abiria wa Oscar wakapelekwa kituoni, wakahojiwa, wakaachiwa. Siku ya pili yake ya tarehe 27 sisi tukafika mochwari, tukaenda na polisi ili kupata postmortem. Na daktari alivyofanya postmortem si wenyewe tuliona wakati anafanya postmortem, sisi tulikuwepo. Mwili uko na majeraha ya kutosha. Huku kwenye taya ya huku ana jeraha kubwa, huku pembeni na huku kwenye magoti ni kama mtu aliyeburutwa chini, na alikuwa na kama mkufu shingoni. Kwa hiyo inavyoonekana ile mkufu ni kama ilivutwa kwa huku nyuma, kwa sababu alama ilikuwa ni hapa hivi tu, alama ilionekana, na shingo ikawa imevunjika. Sasa baada ya postmortem tukaenda polisi, tukaambia polisi sisi ndugu wetu hakujinyonga, na taarifa daktari kwamba inaeleza pia kifo ni cha mashaka, sio ya mtu kujinyonga. Kwa hiyo ndo baada ya kuambia hivyo wakasema watatafuta watuhumiwa wote waliohusika kwa siku ya tarehe 28 au watu wao Maasai na huyo mama wakakamatwa. Tukupata ushirikiano wa mapema pindi ambapo bodaboda tulikuwa tunaomba na jamii iliyofika kwa muda ule, tuliomba kwamba tukimbize mwili huu hospitali, labda unaweza tukaokoa uhai wake. Na polisi wakatukaidi kwamba tayari imeshakuwa polisi kesi, hatuwezi kuruhusu tukatoa ushahidi, na tukaendelea kuwahoji kwamba ushahidi ni upi ambao mnauhitaji, wakati kama ni kujinyonga tayari kamba imeshakatwa na mlinzi, kwa nini mwili huu tusiuwaishe? Wakadai kwamba tayari ni polisi kesi. Kama wangekubaliana na maombi yetu wakati tunaomba muda ule, inawezekana asilimia fulani tungesaidia maisha ya kijana wetu. Kwa sababu gani? Sababu ambazo zilipelekea tusipate nafasi ni polisi kuzuia kusema kwamba ni kesi. Mnahisi kwamba pengine mngeweza kuokoa maisha yake? Alikuwa wa moto na daktari alipima na nyuzi joto 90. Kwa hiyo moja kwa moja inaonekana kabisa kwamba tungejaribu kuifikisha ule mwili kwa wakati, yule kijana tungemfikisha kwa wakati hospitali, angesaidika. Ushauri wetu ni kwamba vyombo vya usalama, yani polisi, watupe ushirikiano, pamoja na serikali pia itupe ushirikiano kuweza kupambanua jambo hili liweze kuwa bayana. Pia tuweze kuwa na mazingira salama kwenye kazi zetu. Sababu kama tutakuwa na mazingira kama haya ya leo, tunasikia bodaboda ameenda amepeleka abiria, asubuhi tunakuta majibu ni haya tunayoyaona, binadamu mwenzetu hayupo, na mazingira ndo haya ambayo hayajulikani, hayaeleweki mpaka sasa hivi kwamba tunazika mtu aliyejinyonga au mtu ambaye ameuawa. Maana hata sasa hivi unavyoona hatuna ibada. Maana yake ni nini? Ni kwamba taarifa zile za kujinyonga bado inaendelea. Kama polisi watatupa ushirikiano na serikali itatupa ushirikiano, tutapata amani na mazingira mazuri, pia hii hali haitakuwa inajirudia. Kumkosa kijana mdogo namna hii kwa taifa la leo, kwetu sisi ni huzuni kubwa sana. Kwa ushauri wangu, kila tukio linavyotokea namna hii, hawa watu wetu wa usalama wao karibu sana. Kwa sababu inaonekana kwamba kama vile tunakosa imani nao. Kwa muda wote tukitaka kuwashirikisha kwa jambo nyeti kama hili, muhimu sana wawe tayari kutoa ushirikiano, kwa sababu tunaelekea kukosa imani.